Sasa kupanga. Yaani wewe unaenda tu kujibamba tu. Oh. Yeah. Okay. Unaamka tu asubuhi unasema, Yeah. wacha leo niende place fulani. Yeah. Acha ni bambe wase. That comedy dance also inatoa stress. Yeah. It is, apart from entertaining, Yeah. pia ni stress reliever. Yeah. So we chini ya maji we ni therapist fulani, ndio? Yeah. Low budget therapist. Yeah. Nice. Is there kuna mtu anafanya kitu kama yako kweli? Is there kuna mtu anafanya kitu kama yako? I think sai tuko watatu. Really? Yeah, mimi. Yeah. Mr. California. Yeah. Obviously siwezi jiita Kevo and uniform ni that makes sense. So hakuna time unaweza enda kuperform kwa street kama hauna kaunda yako. Obviously kama sina hii no one can recognize me. Naenda tu hapo kwa agency tu mmoja tu. Aje bro? Hebu kuja. Unishike kama 2 3 hivi. Sasa bora anaweza shika simu. Yeah. Afinye hiyo start button. Yeah. Everything is well. Sasa hivi. Hiyo time natoka. Ndio ananiita bro, kuja. So me I thought walikuwa tu normal fans. Wanaweza kuita, "Oya bro, hebu kuja." TikTok account yako unajiita aje? Wakufuga. Mr. Kisumu. But it was the other way around. Haya, I thought maybe unakaa chini, unapanga moves, unasema sasa leo mimi ni Michael Jackson pale. Kenyan Michael Jackson. Kenyan Michael Jackson pale. Watu wananimesquat. Yeah. Wananiquote yani. Oh, yeah, because I see most of your moves ni kama za Michael Jackson. They are smooth too. Yeah. Niliba tu movie yake tu moja. Yeah. Inaitwaje? Nikai-modify. Okay, modify. Oh, sasa ikakuwa signature yako. Yeah, ikakuwa signature. Nice. That is really nice. Do you watch him a lot? Yeah, moves zake zinaninaising tuka zote. Yeah. Michael Jackson. Hello. Welcome to Black Room Live. This is episode 13 of the guest list. Tumeenda bio. My name is Adera, I'll be your host. Na leo tumewaandalia show moja moto as usual. Our guest today is a performer, an entertainer, one of the best dancers in Kisumu. Ladies and gentlemen, help me welcome Mr. Kisumu. Niaje? Poa. Karibu sana bro. Asante. Karibu sana Black Room. Thank you. Umekuwa ukitrend sana of late man. Unajua hivyo? Of course. Yeah man, your videos are all over the place. Unafanya kazi fiti sana man. Shukran. Yeah. What you're doing is it just dancing or entertaining? Juu unajua nimeku introduce kama entertainer and for a second nimejidoubt kama nimefanya the right thing. Of course it is an niseme a comedy dance. Yeah, okay. It is a comedy dance. Yeah. So you just don't wake up and you have to kupanga your style vizuri. Sasa kupanga. Yaani wewe unaenda tu kujibamba tu. Oh. Yeah. Okay. Unaamka tu asubuhi unasema, Yeah. wacha leo niende place fulani. Yeah. Acha ni bambe wase. Yeah. Yeah. Oh. Kwa sababu unaweza pata msame ametoka kwa nyumba kwa very stressed up. Unasema, sijui leo naenda kupata customers wangapi nini. But ile tu time ameniona. Yeah. Nafanya hizo vituko zangu. Yeah. Obviously stress mita. So that comedy dance also inatoa stress. Yeah. Apart from entertaining. Yeah. Pia ni stress reliever. Yeah. So we chini ya maji we ni therapist fulani, ndio? Yeah. Low budget therapist. Yeah. Nice. Is there kuna mtu anafanya kitu kama yako kweli? Is there kuna mtu anafanya kitu kama yako? I think sai tuko watatu. Really? Yeah, mimi. Yeah. Mr. California. Na Michiga dancer, but anajiita street kid. Oh. Yeah. All these people are in Kisumu? No. Oh, okay. Yeah. Oh. Hey, okay. That's new. So only 3 people. Yeah, kuna mwingine alinijoin juzi but sasa sioni akishoot sana. Yeah, because in your videos nakuonanga of late nimekuwa nikikuona na the other guy who wears some long socks. Yeah, Kunta Kinte. Anaitwa Kunta Kinte. Yeah. Oh. Yeah. Nice. You can also support him by the way. Yeah, you check him out. Yeah. Oh, okay. So you work with him ama mnakutananga tu coincidentally? Alikuwa na work hapa pia. Yeah, but kazi ni kama ilisha so alitravel. Oh, so he's no longer in Kisumu. Yeah, he's no longer in Kisumu. Oh, okay. That's nice.
Okay. So and your entertainment stuff, you do it full time ama ni part time tu sasa yenye uko free? I think it's part time. Yeah. You have your day job? For now bado sina kazi. I think sahi ni hii ndo Kenya nisaidia sahi. Then it's your full time job? Yeah, it is my full time. Oh, okay. That's nice. Sawa. Mbona unajiita Mr. Kisumu go? That's according nini. Na hii uniform and the performance. Yeah. Obviously usijiita Kevo and uniform ni that makes sense. So you know Kenya unafanya kama ni comedy inafaa ujiite tu yani jina ingine specific. Kama Mr. California Suti. Street King Suti. Mr. Kisumu now he pia ni suti kaunda. Kaunda suit, yes. Za kaunda chiel. Yeah. Oh, the kaunda chiel. So that is your signature? Yeah, that's my signature. Okay. So hakuna time unaweza enda kuperform kwa street kama hauna kaunda yako? Obviously kama sina hii no one can recognize me. By the way. So it's like your identity? Yeah, my identity. Hata nikiwa kwa umbali, that's Mr. Kisumu. Lakini kama sina hii watu watanipita tu. Yeah. Is it a good thing though when you have like two faces of you where you can be Mr. Kisumu na saa zingine sasa wewe ni mtu wa kawaida and no one realizes? Is it a good thing for you? Yeah, it is a good thing for me. Kwa sababu nikiwa kwa hii attire, it is all about entertainment. Yani just entertainment tu. Lakini nikiwa on the other side, mimi tu mseto ametulia tu. Sina story mingi. Most of the time indoors. Kupiga tu shughuli tu zangu. Unaweza walk into any place bila kusumbuliwa. Bila kusumbuliwa. Oh, okay. Pia nikiwa na hii. You have no freedom. You have no freedom. Unajua wewe ni celeb manze. Kuja tufanyie moja hapa. Ukitembea tu kidogo. Kuja tufanyie moja hapa. So utakuwa kuja. Quick one. Mr. Kisumu kuja. Ani bi. Bimi wa jail. Okay. Do you charge them though? Unawa charge kweli? Sahi bado. Senye mtu amekuita randomly hivyo. Hapo naye yeye tu ndio ataona Kenya atafanya. Okay. Kama imembamba sana ataniwa hata nini ya maji. Zangu. Kunywa maji. Nice. That is really nice. I want us to take it back though. And try to before we even trace your roots, I want us to trace where this came from. Hii dancing ilianza lini na ilianzaje? Hii dance ilianza last year. Last year, 2024? Yeah, 2024. Oh, and because I don't remember if I saw you in 2024. I think mimi nimekuona sana this year. Yeah, last year ndio ilianza, baada account ilikuwa chini, so recognition was a bit low. Okay. But still ulikuwa una dance kwa social media ukipost? Yeah, nilianza kuwa nayo serious last year, but hizo zingine nilikuwa tunajifanya yani na enjoy tu. Yeah, but nilianza kuzipost last year. Okay. So what really made you want to go seriously into it? Nilifanya nikuwe serious nayo. Yeah. The way I was doing it. Kwanza my first video wenye walikuwa around me, yani walikuwa tu yani they were very entertained. Yani plus the camera anasema ngoja kwanza. Ukiangalia mwingine ako kwa ground. Yani it just an entertaining. So nikajiambia siku moja. Kama hao watu tu niko nao ndio wanaisha hivi. What if I try them? I might try it kwa street. From hapo ndo nikaanza sasa kwenda Kibuye. Na entertain wase hivyo. Kidogo kidogo mtu anatokeleza tu from nowhere. Brother yangu chukua hii. Hiyo ka 10 bob 20. So from hapo ndo nikajiambia, kumbe this thing can also pay somehow. Okay, hivyo tu ndo nikaendelea till now. That is really nice, and it takes a lot of courage pia because una perform ku places public mostly. Unatoa hiyo courage?
Okay, when Courage ilikuja. Yeah. Actually when nilikuwa naanza Courage haikuwa. Yeah. Yaani una shoot moja na unatoka. Yeah. Unakimbia Una shoot moja unatoka uangalie hata uangalie nyuma. Una shoot moja na yeah. Hata mtu akuite una simu wewe unaenda tu. Yeah. Yeah. But eventually sasa build. Yeah, so nilienda Kibuenda at least nilibuild Courage. Yeah. Na hiyo Courage ndo naendelea na design. Oh. Yeah, which watu wengine pia wanadhani huu naye ni kama ametumia kitu ndio kuja hapa. Which is wrong. Very wrong. Au guzi kitu yote ikupatie Maji. Maji tu. Maji. Maji kuna moshi. Maji yenyewe. H2O. Okay. That's really nice. Una work peke yako ama una work as a team? I'm just working alone. Alone? I'm just working alone. Hauna hata mtu anakushutia video? Serious? Just naenda tu hapo kwa street mwenye anabambika. Yaani naenda tu hapo kwa street. Yeah. Kwanza nafanya tu moja tu free. Then hiyo time masewa na gather. I just naenda tu hapo kwa agency tu mmoja tu. Aje bro. Hebu kuja. Si unishike kama 2-3 hivi. Sasa bora anaweza shika simu. Yeah. Afinye hiyo start button. Yeah. Everything is well. Na umeshikia hiyo beat yako inakaa suitcase. Una nini? Beat wewe ndio unabeba? Beat mimi ndo nabeba, sasa ni feel the beat yenyewe. Yes. Why do you work alone though? I feel like ukiwa na mtu inaweza kuwa even more efficient and easy. Yeah. So the reason why I chose to work alone. Yani ku work alone is more, yani is cheap na reliable. Yani you're just flexible. Anytime umejisikia. Yeah, anytime umejisikia. But ukiwa na msee unategemea msee. Unaweza mwambia, "Niaje bro? Manze leo niko na shoot, unaweza tokelezea?" Yeah, on the other side. Ako busy. Ameshikika. Sasa unajua hiyo pia inashusha psyche ya kushoot pia. Yeah. Auogopi mtu anaweza enda na simu ukipeana? Kwanza anaanzaje? Kwa sababu mimi msana ana perform kwa public. Yeah. Atakimbia aje? Yeah. Because hiyo ni kama unajitia kitu. Nduru tu moja atakuwa ameshikwa. Sasa nduru akijaribu hivi. So obvious watu wananiona. Yes. Yeah. So kuna crowd. Yeah. So chance ya kutoka itakuwa very very low. Okay. That is incredible, bro. So you shoot, you plan your shoot, you shoot, and then you edit and post all by yourself. Yeah, by myself. Where? Buddha, you are working a little too hard for this thing. Yeah. Okay. Unapenda lazima you sacrifice yourself for it. Yeah. Yeah. Is that what you've learned all through the 1 year? You've been in this for 1 year now, right? Yeah. Is that all you've learned in 1 year now? Yeah. Working alone is a bit easier. Okay. So, but kama ni part of something like a drama, hiyo naitaka mbogi. Oh yeah. Yeah, obviously. Naitaka mbogi. Sawa. And what plans do you have? Is there like a way una plan ku scale kazi yako ama ku change trajectory to reach even wider audience? What is your what's your plan for your career? Okay, my plan. First of all, kutengeneza foundation tu kwanza. Yeah. Kwanza nataka tu nipige Kisumu kwanza. Yeah. Kumaliza Kisumu, ndio sasa nianze kwenda different places. Yeah. And how's been the reception? Because kumekuanga na this notion that it's very hard kupenetrate your market ya Kisumu, especially when you're just starting out. Watu wamekuwa wakikureceive aje? Okay. That one, yani it depends on how you drive yourself. Yeah. Yeah. Venye unajituma. Hivyo ndio watu pia watakuchukulia. Yeah. Wewe unaonaje reception ya watu?
There are some people obviously kila mtu ataku receive akiwa wamebambika. Yeah. You will not entertain everyone. Yeah. Yeah, not everyone will be happy with the work of your hands. So you just accept the situation and move on. Yeah. Kuna wale watakutukana, kuna wale yani watu inaitwaje hiyo opposite ya kutukanwa? Kutotukanwa. Kuna wengine watafurahia watakusifu. Watakusifu. Yeah. So hiyo pia inakustrengthen. Kutukanwa, kufanyiwa those negative things. It also strengthen you. That's why I'm still strong. Yeah. What is the worst situation in which I deal nayo? Maybe ulitokea mahali ukatolewa mbio or something. What is the worst situation which I deal nayo? Ile nesi kama ilikuwa scam ama ilikuwa real. Hebu tuambie tukusaidie kujua. Kuna place nilienda kushoot. Yeah, it was a bit private. But he was a content creator. Wezi nini everywhere just a background. So nilienda hapo hivyo nikashoot. Kumbe there are some two men watching me somewhere. So waliniangalia tu nimalize kazi yangu, unarukaruka. You are doing a great job. Ukishatumaliza hivi hiyo time natoka ndo wananiita bro kuja. So me I thought walikuwa tu normal fans. Unaweza kuita oya bro hebu kuja. TikTok account yako unajiitaje? Mr. Kisumu. But it was the other way around. Niaje bro? Poa. Unajua hapa watu hawaruhusiwi kushoot. And I was like, hey, sijaona any sign that no shoot, no camera. So I told them, but hapa sioni any rule inasema msifai kushoot. So walijaribu tu kunithreaten hapo, walinithreaten. Wakansist bwana niwape kitu kidogo. And now ndo umeanza kufanya hii content creation and they're like, hey, na watu wananiona visually. Ora venye umedress unakaa mtu wa pesa lakini wapi kaunda yako moto kaunda unaona kaunda bana wakasema hapa kuna pesa na mwenye naoni kaunda ilikuwa mtu ana struggle. So alikuwa anataka kitu kidogo so mimi pia alikuwa nakaa ngumu because kutoa pesa tu ovyo ovyo. Yani mtu atatokelea tu from here na kuthreaten was a bit hard. So tuliongea tu hapo nikawaomba msamaha na nikaenda. That sounds like more like what will go back to kuextort tu. Something like that. Sijui kama alikuwa makanjo legit ama alikuwa tu conman. Do you deal with that a lot though? Ilikuwa tu one of hivyo. Ilikuwa tu once hivyo ndo nikahama sasa nikakuja sasa kuifanyia Kisumu. Mwanzo nilikuwa naifanya tu huko Ushago. Ulikuwa unaifanya home? Okay. But hazikuwa zinasonga sana. So when nilikuja sasa nilimeja on Kibuye. Sasa mambo ilianza kwenda poa. At least now, so are you able to leverage our to what especially say on Saturday ama unaendanga siku za soko? Just a random day. A random day. So are you able to what word is it? Nimesahau your word. But are you able to take advantage of all that crowd yenye iko hapo and turn them into your fans? That's how I always put it. Without them I'm no longer Mr. Kisumu. Yani the more crowd I have, the more courage I get. Ukiona watu wengi ndo sasa psyche inakuja. Kwa sababu watakusurround wengine washangilie. Na hiyo kushangilia hiyo inakuongeza courage. Okay. In terms of following, do they also translate to followers? Watu wanakuja TikTok account yako najiitaje Mr. Kisumu, okay, hebu acha niangalie. And they follow. Okay, that's really good. So you kuna followers wangapi in your social media accounts? I have 31,000 plus.
On TikTok. On TikTok. That's amazing. That's really good. And unatumia pia nini zingine, platform zingine? Yeah, natumia platform zingine but siko active sana. Oh. Yeah, now I'm majoring on TikTok. On TikTok? Yeah. That is where most of your fans are. Hapo ndio mafans wako. Oh. That is really, really, really good. That is really good. Okay, so what's the end goal here? What are you really looking for? Are you really unataka tu kuentertain watu naishie hapo, ama what exactly is your long term goal? My long term goal actually kwanza ni kutengeneza brand. Yeah. After kutengeneza brand, yeah, ndio hata the other brands wakiniita, yeah, I can do something for them. Yeah. So hivyo tu nisonge. Oh. Yeah. So saa hizi hakuna brand unawaka nayo for now? Hakuna. Okay. And what are ni ways gani zingine zenye unaana, because you already said kuna at times ukienda kuperform mahali mtu anakuita kando anakufinyia kitu kwa mkono. What are other ways zenye umemonetize nayo kazi yako? The other ways hapo the same time I'm performing. Yeah. For example hapo Kibuye. Yeah. Tulikuwa tunashoot mimi na Kunta Kinte on that pathway huko side ya Sofis. Ndio after kushoot tukaitwa. So vile tuliitwa akatuambia, alitusalimia akatuambia, will you be available tomorrow? So we communicated. After communicating we agreed. Yeah. And we showed up. Yeah. So pia kufanya hizi advertisement. Yeah, so the other way I monetize myself. Nice. Is it working for you so far? Yeah, it is working for me. Oh. What is the highest amount ushaipata kwa in your line of work? Hebu tuambie hiyo siri kwanza before sote tununue makaunda suit hapa tuingie kudance na wewe. Depends. Yeah. Why na vary? Yeah. What is the highest ushaishika? Ukasema kuna kitu hapa. Yeah, the highest yenye naweza tu nunua viatu. Yeah. Nice. On a single session. Yeah. That is really nice. That is really, really, really nice. And this dancing thing and entertaining thing ni kitu imekuwa toka utotoni? Dancing ni kitu niseme nimezaliwa nayo. Yeah. Because I look at your moves, they could be funny but ni kali. Okay, nilianza kuwa entertainer from primary. Yeah. Primary ulisoma wapi? Primary nilisoma hapa St. William Sotonglo. So hapo ndo ulikuwa entertainer mnoma sana. Sasa nikarealize this dancing stuff is mine. So hapo tu ndo nikaanza. But I majored mainly on Lingala. On Lingala. Kiuno hivi. Kiuno tu. Wewe ni hatari sana Hatari. Yeah, so that is in class? That one was in class 4. Class 4? Yeah. That was in class 4. So ulianza kitambo sana man? Yeah. All through mpaka class 8? All through mpaka. Hadi saa hii bado napiga tu Lingala. Yeah. Nice. Okay. So music festival hivi nini hapo ulikuwa hatari sana? Hapo nilikuwa hatari. Yeah. And that was my ticket for outing. Inakutoa shule? You went to a boarding school in high school? Yeah, I went to a boarding school. Oh, shule gani? St. Gabriel's. St. Gabriel's. Yeah, minor seminary hapo. Daraja 2, I know it. Okay. Inakuanga boarding school? Yeah, inakuanga boarding school. Oh, okay. Nice. That is really nice. Ukamaliza which year? Nikamaliza 2018. No, 2018. Yeah, it's 2018. 2018? Yeah. Juzi tu na ushasahau bana. Mambo ni mengi. 2018. Okay. That's nice. Uko pia high school pia drama nini? Yeah. Drama, I was very active. Which one is the most memorable nini you have from your drama sessions in high school?
Hizo ma ICS. Hiyo time ya choir ya mass. Time ya mass unapepeta dance. In seminary schools, is it called seminary schools? It is just a seminary in a seminary? Yeah. You go to mass every morning? Yeah, mass every morning. Oh. Mass every morning. I think mass ni mara 4 per day. Kuna ile asubuhi saa 11. Kuna saa 7. Yeah. Kuna saa 11. Na night prayers. That's a little too much for a single day. Maombi. Yeah, you go to all of them. Yeah. It's a rule. It is a rule. It is compulsory. And it takes how long for each session? Morning mass ni around 45 minutes. 45 minutes. So every day you have to set aside like 4 hours for mass. But here lunch 9 around 10 minutes. Ni haraka. Ile atu ya kuombea food. Yeah. Oh. But the morning na evening. Yeah, man. Evening 9 night prayers. Your night a bit long. Yeah, around 30 minutes. What happens during a mass though? Because I'm not Catholic and I've never been one. What I've never been to one. What happens during mass? Ni kupreach ama nini? Just sharing the word of God. Yeah. Also, they're called the priest. Ama ni father ama father, priest, bishop. Yeah. Anasoma. And then preaches the gospel. Yeah, nawabariki. Yeah. They read and explain and preach it ama ni kusoma na kufanyaje? Kwanza ni kusoma. After kusoma, now they preach. Yeah. Oh, they actually preach also. Yeah. Okay. Kusoma hiyo verse. Ana preach. Yeah. Oh, and then it's done. Okay. And what is it like being in a Catholic ninido? Wakona rule strict ama mko tu sawa and stuff? What is it like being in a Catholic? It's called a Catholic school? Yeah, it is a Catholic school. Yeah. What is it like being in a seminary? It is good. It's good. Yeah. Ikoaje different na hizi zingine apart from hizo masses 4 per day? Hizi zingine na bado sijui. Yeah. But for Catholics, it's a very good school. So the father is in charge of the school? Yeah, so priest is in charge. Yendo principal. But uko hatuiti principal. Tunamuita rector. Rector. Oh, rector. Oh. RECTOR. Oh, rector. Oh, TOR. Kwanza ni ya forex. Yeah. Oh, okay. But it's plays the same role though. Okay. Akiwa hizi mambo academic, ni rector. Akiwa church ni priest. Oh, so ana play two different roles. Okay, I see. And what about vitu kama discipline nini? Discipline, you must be disciplined. Yana ni kwa shule zote. You must be disciplined. Yeah. Kama ni uniform, vaa full uniform. Yeah. Ofisi ukikosa tata hiyo ni vita. Yeah. Hiyo ni vita. Father anakutandika na sawa. Hadi ujiulize huyu ni priest kweli. Yeah. Because on the other side is a rector. Yeah. He's the principal of the school, so we can treat kama priest. Yeah. And so they wear their attire 24/7. No. Akiwa kwa church, obviously atawea attire ya church. Akiwa hapo kwa office na atavaa tu hiyo suit yake na the clerk. Hiyo tu ni ya it's called what? A clerk. Hiyo ni ya white Yeah, the white. Okay. Nice. Mimi kitambo for a better part of my life nilidhaningi seminary school ni ya watu wanataka kukua father ama priest peke yao. That now depends on your decision. Yeah. Kama unataka kuwa priest, good.
Kujoin kukua sasa father wa watoto is also good. Yeah, but as long as umepata hiyo spiritual, you are spiritually healthy. But they train you for that there? Yeah. Kama uko na passion sana ya kukua priest. Yeah. The best place to be. Seminary school. Seminary school. Any seminary school. Yeah. So kwanza they deal with the normal curriculum ya shule? Yeah. So how, and then where does the training for being a priest come in? As you train to be a priest, first of all, you must be an altar server. Good. Itafe. So tuendelee tu. Because I don't think she's stopping anytime soon. So tuongee na sauti kidogo. Okay. Yeah. So ulikuwa unasema as you train, kama utakuwa priest, lazima ukue altar boy. Yeah. So from the experience ya altar boy, unakuwa close sana na priest. So kama priest anafanya hizo ma stuff, you also study. So una follow two footsteps yake. Una follow two footsteps. Kisha follow hizo footsteps. Always zitastick kwa akili. Yeah. Baada kishafanya hii anafanya hii, kishafanya hii anafanya hii. So hivyo. Ukipanda hizo ranks. Altar boy ndo mtoto misa. Altar boy ndo mtoto misa. Okay. Ni noma, umenifundisha vitu mingi sana sikuwa najua. Niko curious sana because I've never been to a Catholic school. Yeah. And ni vitu interesting. Okay, sawa. Going back to your career though, do you una taking time kurias ama nayo tu? Nayo tu. Bora tu saiki imenikujia. Yaani nisikie tu wimbo fulani na ini hit. Nasema hii ndo naenda nayo. Hakuna kukaa chini kupanga moves kusema choreography nini? Kuna choreography. Choreography maybe Lingala. Lakini hii nayo wapi ile kaunda yangu? Ndio ile pale. Nayo. Bora simu iko 100%. Bluetooth hiyo suitcase yangu iko 100%. No need for cameraman, unaenda. Haya, I thought maybe unakaa chini, unapanga moves, unasema sasa leo mimi ni Michael Jackson pale. Kenyan Michael Jackson. Pale. Watu wananimisquote. Wananiquote yani. Yeah, because I see most of your moves ni kama za Michael Jackson. They are smooth too. Deliver tu move yake tu moja. Inaitwaje? Nikaimodify. Ukaimodify. Sasa ikakuwa signature yako. Ikakuwa signature. Nice. That is really nice. Do you watch him a lot? Yeah, moves zake zinanice tuka zote. Michael Jackson is my mentor by the way. Amazing dancer. Apart from him, do you also get inspired by other dancers? Yeah. Yeah, I'm also being inspired by other dancers like my colleagues. Yeah, Mexica and Mr. California. Hao wanakubamba sana. Wananibamba tu sana. Yeah. You also watch them a lot? Yeah, I watch them. We support each other. Yeah. Okay. Nice. That is really, really nice. Uliniambia mshaifanya kitu pamoja na wao, like as a whole team? Actually, I was planning for that. Yeah. I was planning for that, but unfortunately, hawako around. They are in Nairobi. No. Wako Nairobi sawa hii. So kuwapata ni ngumu kidogo. Kuwapata ni ngumu. Okay. Nice. Okay. Sawa. Is it what you're doing now? Is it what you always wanted to do? Hiyo ndo ilikuwa your dream career kutoka ukiwa mtoto? I think entertaining ni kitu tu nilizaliwa nayo. Yeah. I like entertaining stuff. So you didn't picture yourself? Entertainment is just part of me, ni kitu tu nimezaliwa nayo. Yeah. Hata kwa class I'm just an entertainer. Ndio wale mko mnatuchekesha sana. Haya bana tembea vizuri.
Yeah. Actually hii kutembea si tu part of content. Yeah. Yani tu part of me tu ya kutaka tu catch attention ya mtu. Yeah. Yeah. Ndo deal na yeye sasa vizuri. Bana tutembelee vizuri. Yeah. 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 Okay. But you didn't picture yourself being anything else. Au kwa jiangalia useme mimi nataka kuwa daktari ama polisi. Actually ni kama tu hiyo daktari pia inanivuta. Yeah. Yeah. Kama tu hiyo daktari pia inanivuta because after high school nilienda hapo KMTC. Ulienda KMTC? Yeah, KMTC. What did you study? Nikachukua hiyo medical records. Health records. Nice. Yeah. Ulimaliza? Yeah, nishamaliza. Nice, that is really nice. So you have your diploma in health records, Yeah, I'm doing my graduation actually on December. Of which you're fresh out of school? Yeah. That is really nice, bro. Yeah. That is really nice. Was it important for you to also consider education apart from nurturing and sharpening your talent and sharpening it? Education is very important. Yeah. Yeah, education ni kitu muhimu sana. Yeah. Yeah. Kwa sababu without education you cannot, yani uwezi. Yeah. Education pia inakusaidia places zingine, also in content creation. Yeah. Yeah. Total help sharpening your skills. Yeah. Nice. And balancing the two pia ni ngumu. Yeah. But me kwanza, I used to focus on my studies first. Yeah. Yeah. So hii kudance ilikuwa tu part time. Yeah. Kwa sababu ukifail exam, madhe yako na wewe. Madhe hataki mchezo. Though she's a very supportive woman. Yeah. Yeah. How did she take the whole notion of you being an entertainer? Anaisupport ama ni kitu ilimshtua sana? The very first time aligundua hiyo ndio kitu nadi. Actually very first time alijua mimi ni performer. Yeah. Ni venye aliniona kwa stage. Yeah. Yeah. Aliona kwa stage na bila kaniona. Ilikuwa hapa Mega City kulikuwa na gala night. Yeah. Yeah, akaniona hapo pia. So from hapo ndio akagundua kumbe you are very talented but put more effort kwa masomo. Okay. Itakusaidia. Hata kama una entertain watu. Yeah. Yeah. Weka effort kwa masomo. Sijasema kuperform ni mbaya. Yeah. But soma as you also do your own stuff. So hiyo pia kanisaidia pia kuschedule time yangu. Yeah. Nikiwa shule. Yeah. Yeah, nikiwa shule weekday ni ya masomo. Yeah. Weekend from Kujibamba. Friday jioni. Hayo ni content create. Yeah. Nice. That is really nice. Kuona ulikuwa able kubalance. I'm sure pesa ingekuja hapa mingi. Kuna moja ungesahau. Na mimi najua ni gani. Ni kawaida ya watu. Maana sikuwa nataka kufocus sana kwa content creation. Yeah. Because ningefocus kwa content creation ningeshaacha hata shule. Yeah. So I majored on studies first. Yeah. Ndio nika end up kwa Mr. Kisumu. Okay. Nice. But Mr. Kisumu nilianza kama bado nasoma. That is really nice. Have you gotten a chance to practice maybe hiyo kitu ulisoma? Yeah. Hizo ma attachment. Yeah. Apart from that ushaitafuta kazi tena? Na hiyo na bado. Yeah, lazima ni graduate kwanza ndio upewe hiyo certificate ya ku display. Ndio ukiulizwa where are papers unapeana. Do you think it's something you're going to pursue? Ama hii ingine ikijipa, hii ingine imejipa sana. Hii ingine ikijipa si sorry for saying this, like sikuwa ubaya. Sikuwa ubaya. Hii ingine ikijipa nitaenda na the other side. But hii side ingine pia ikijipa entertainment aniruhusu tu kidogo. Ujitoe kidogo tu. Kwa sababu kwanza ukienda hiyo time ya content create hautakuwa nayo. You guys also become very nyinyi pia mnakuanga swamped sana. God, wacha tu nijite doc. Ukiwa part of medical officer time ya content creation hakuna. Utahudumia wagonjwa 24/7. As a health, when you health records
officer ama officer. health records officer. What is your role now in kwanza mna work hospitali, right? Yeah. What is your main role hapo OC? Hapo OC. Yeah. Role ya kwanza ni kucode. What does that mean? Kucode ni kuna book fulani tunaita ICD, International International Classification of Diseases. Yeah, so hapo kuna some diseases with their numbers. Yeah. Oh. Then we note the numbers down. Oh, so when someone mentions a disease, you know. Yeah, you just take the book, unaangalia. A disease kuna code fulani. Yeah. It's alphanumerical, by the way. E51, D51. Oh. And what is that supposed to help with? That one helps in analysis. Yeah. That one helps in analysis of diseases. Yeah. Oh, that is nice. What else do you guys do? We take patients information. Sisi ndo wale ukikuja hosi tunakuuliza jina lako nani, unatoka wapi, single, married. Yeah, vitu kama hizo. So from hapo ndo tunako direct enda pale. Your data. Yeah. Okay. It is based on patients information, by the way. Okay. That's where everything centers around. Keeping files, retrieval and storing of files. Yeah. Deals with information, patient's information. And daktari akitaka patients, say for example Kevin Otieno, mkona information zake. But hospitals deal with her hospital number or patient's number. But patient's number ndio itakuwa rahisi sana kupata na the patient. Okay, nice. That is incredible. Because ukitumia jina kuna ma Kevin Otieno wengi. Kuna Kevin Otieno wengi. So hiyo patient's number ndio itasaidia. That is nice. That is really nice. Attachment yako ulifanya wapi? Attachment yangu nimefanya Aga Khan. First KMTC ilikuwa hapa Kisumu? Ama first KMTC. Nasema KMTC ulienda wapi? Ulienda ya wapi? Ya Bondo, okay. Bondo KMTC. Yeah. And then now your attachment? Attachment ilienda Aga Khan. Nikatoka Aga Khan hospital second attachment nikakuja Lumumba hospital. You do how many attachments? What was certificate? Mbili. Yeah. Nice. That is nice. Okay. That is really, really nice. What was the experience like though, ukiwa Tachu? That was your very first time kukuwa employed, in quotes. Yeah. So how was that? What was your experience like? Experience? Obvious kuna milima na mabonde. Yeah. So kwanza pressure. Pressure iko. Unaweza toka tu kwa nyumba kwa poa. Fike huko patient akuthreaten vibaya sana. Patient? Patient, kuna patients wengine wanatoka tu kwa nyumba na hasira. Really? Yeah, so pia nataka tu mse anajua ku maintain temper yake. Yeah. Anakwambia aje takupeleka kwa nini? Takushtaki kwa watu wa health. Anakwambia hivyo? Yeah, somehow. Anakuja tu akiwa harsh. Mwingine anaweza tu kuja nimeweka hapa kitabu yangu. Tuseme hao watu wa PNC. Yeah. Nimeweka hapa kitabu yangu. Mbona mshughuliki? Na yeye amekuja kapata wengine. So kwanza inafaa ushughulikia wenye wamekuja kwanza. Ndio umshughulikie. Anataka skip. Yeah. Are you in your training? Is it part of your training how to deal with such people, such patients? Yeah, of course. Yeah, ndio uzoee. Yeah, kama hujapitia hizo uzizoea. So you're taught how to keep up with you're taught how to work under pressure. How to deal with the patients. Vitu kama hizo. Nice, that is incredible. Challenge gani ingine tena mlikuwa nayo sana?
Yeah. When you notice? Ni hiyo tu. Yeah, pressure. Watu wengi wa medical field wakiwa attachment wana complainingi nyinyi ndo mnafanya the donkey work. Anasema OC inawaachia kazi yote. No. Yeah. Ni ina depend pia na passion uko nayo. Yeah. Kama uko na passion ya kufanya kitu and you uko na tamaa ya ku gain knowledge hapo. Yaani uko na kiu ya kupata knowledge hapo. You must push yourself. Without you pushing yourself, obviously you'll learn nothing. So wenye wanasema wanakuwa pressurized, maybe yani they're not pushing themselves. Yeah. Pale nataka mtu anajipusha kona kiu ya ku-earn. Ya ku-earn knowledge from that place. Ukisema kwa akili yangu ilikuwa ishaenda straight kwa pesa bwana. Straight kwa pesa bwana. Mwenye ready to gather knowledge from that facility. Yeah. Nice. That is really nice. Okay. So eventually kama zinatakingi how long? Kuna attachment inachukua 3 months, kuna ingine inachukua 6 months, kuna ingine 2.5. 6 months? Straight? 6 months, yani ya watu wa diploma. Straight? Straight. January to uko mwezi July uko. Jesus, okay. Just dealing with the patients. Yeah. Natoka hapo kwa umeiva. Wait. Do they pay you though? No, pale ni kama part of learning. Uwezi lipa walimu. Yani mwalimu hawezi kukulipa true. Mwalimu hawezi kukulipa. Ati umekuja kusoma statistics. Ndio ichukua hii. Utakuwa nakupea kitu kidogo. Utakuwa nakupea kitu kidogo kuja nikufunze. So hakuna kulipwa. Yeah. Nice. Pale umeenda kusoma si kulipwa. Okay. Utalipwa ukikuja kutafuta kazi. Nice. I love the fact that when I'm having a conversation with you, we can talk about both the entertainment world and your other career, which is I feel like very, very important. Yeah, it's very important. Especially as I see you trying to balance the two and be an excellent health records officer as at the same time you're also trying to be the best entertainer in Kisumu and the whole of Kenya. Do you most of the time feel this pressure though to try and balance these two and be successful in both? It depends on how you create your time. Just specify hii time ni hii time ni entertainment. Ukiwa free hiyo ni entertainment, but ukishikika hiyo madem. Ukishikika ni madem. No. Unaharibu kitu. Ukishikika hiyo ni hosi. Ni hosi. Okay. That's amazing. Sawa. I'd want to dig in though pia kwa background yako kidogo. Umesema home ni wapi? Home real ama pale Nachisai? Acha tuanze na home real tukikuja. Okay, home mimi ni msewa Sigomre. Sigomre. Yeah, Sigomre in Siaya. Siaya County. I have a lot of friends from Siaya. Sigomre is iko na wapi exactly? Karibu na Ugunja ama? Yeah, Ugunja, then uko side za Uholo. Nice. Okay. Nice. So si uko ni karibu na border, si ndio? Karibu na Busia? Yeah, karibu na Busia. Okay. So that's where you were born? Yeah, that's where I was born. Uko ndo Ushago. Sasa home. Yeah. That's where you went to school too? Yeah, hapo ndo nilianza, ndo tukahamia Kisumu after dad kupata kazi Kisumu, so could travel. Iko a bit hard, ndo tukahama sasa tukakuja Kisumu. That's ukiwa how old sasa? Nilikuwa mdogo bado. Vitu ja grow huko sasa, ukijakaa huko sana? Yeah. Nice. So your dad is a? My dad. My dad was a mechanic. Was? Is not with us? Yes, I yuko. Pole. He passed on. Pole sana. That is in which year? That hiyo tu alikuwa anafanya KCSE. Oh, yeah, just few weeks. Yeah, just few weeks nifanya KCSE.
person though it affect. Yeah, I was about to ask that Yeah, though. it also affected my education and also my nini inaitwaje? Psychology. Life ili change sana after you. Yeah, mtu ko close nayo is like a brother to you, is also like a father to you. Yeah. Yeah, inaku affect sana. And how did you deal with it? Yeah, it just took me some time to relax. Yeah, mja hiyo time bado yani mko tu hapo. Yeah, just like that. Breadwinner ashaenda. Yeah. Now tunafaa kuenda wapi? Yeah, vitu kama hizo. Yeah. So mom pia akajaribu ku hustle. Sasa hiyo ilipata kama bado anauza sweets hapo Kisiani. Yeah. So biashara ya sweets kuna venye pia haijipi vizuri, so inanisukuma mi pia kutafuta a way of surviving. Yeah, hapo sasa nikachukua entertainment, but before that nilianza kazi ya mjengo. Yeah, hapo ndo sasa ninatembea nikitafuta pale mjengo iko, napiga narudi home na hiyo kwa 300. Yeah, naambia mom ndio hii nimepata hii, itatusaidia kwa sababu nimepata hii, itatusaidia kwa lunch, nimepata hii, itatusaidia hapa na pale. Yeah, nikikosa pia ni hivyo. Sometimes napata hiyo shamba. Nalimalimia wase. Yeah. Napata hiyo earning, naenda nayo home. So hivyo ndo nimekuwa nikisurvive hadi kole pia the same. Yeah. But before I joined college, we were stranded. After we were stranded. First of all, college fee. It's high. Pocket money hauna. Fare yenyewe ya kuenda huko pia hauna. So hapo ndo mama ka played na one of my aunt. Your aunt akani sponsor. Yeah, and I also want to take this chance kumshukuru tu. Yeah, that's amazing. Kupata mtu anakusupport, yani kila kitu, rent, kenye unakula. Yeah, vitu kama hizo. Alisimamia. That's amazing. It's amazing, man. Your aunt did a very noble thing. Yeah. Nikimshukuru hadi wa leo. Yeah. Kwa sababu ingekuwa yeye saa hii ningekuwa tu home. Yeah. She did a noble thing. So your father, what was nini shida ilikuwa nini exactly? I'm sorry to nini, I'm not sure if you're willing to talk about that. Tachukua tu kidogo. Okay, no, okay. Yeah. Alikuwa tu mgonjwa. Yeah. It was a kidney failure. Hey, pole man. Yeah. Hey, pole sana. So he passes on, life changes. Yeah, kila kitu lisimama tu. Yeah. Kwa sababu yeye alikuwa breadwinner. Yeah. Kama una kitu na mcall, hey dad. Sina hii na hii. Niokolee kitu kidogo ni buy nayo. Yeah. Kidogo ushapokea yako. Yeah. Hadi confirm umepata. Imekutosha. So vile ukizoea hiyo life. Yeah. Ukizoea life itakuwa ngumu sana. Yeah. So hapo kila kitu ili stop. Yeah. Kila kitu ili stop. And the following week I have exam. Yeah. So ilibidi nizike. Yeah. Yeah, some 3-4 days narudi shule kufanya exam. Yeah. Exam ikisha nikarudi home. Ndio sasa niangalie pale sasa inafaa kwenda next. Yeah. Also, what will be my next step? You are a young man at this time. A young man. Barely 18. I'm ulikuwa 18. I was around 18, 19. How do you deal with all this pressure of and the confusion of not knowing what you're going to do next and your uncertainty, anxiety and all that? Hapo tu ndo hasa nikaanza kushika kanisa. Yeah. Hapo na it is between you and God. Yes. Yeah. Hapo ni between you and God. Yeah. That's why ukienda kwa profile yangu utapata hapo God first. Yeah. Ndio zingine zinafuatilia. Yeah. Ndio amenitoa mbali by the way. So has that made you a religious person? Yeah. I'm a very religious person. Yeah. I'm a very religious person. Kwa sababu bila yeye sasa tungekuwa pabaya. God is everything. Yeah. Na kitu pia ikanisaidia ndio maana sasa ina work soul. Yeah. Sitaki vitu zinanitampa. Yeah. Just you and your God ukipanda tu. You and your God. Yeah.
hizo vitu zingine zitakupea pressure uanze kufikiria tu vitu zingine. And due to depression ndo nasikia mtu amejinyonga nini. Now God tu ndiye amefanya hadi nifike hapa pale niko sahi. Hey, that is now, I don't know if you mentioned this. You have siblings? I'm a brother for two. I'm a brother of two. A brother. Oh, okay. Brother two, I think. Yeah, brother two. Brother to two. Boys or girls? Sisters. Girls. You're the firstborn? I'm the firstborn. And then now wengine wanakufuata? Wengine wananifuata. Hao wako sahi? Yeah. Nice. Though tungekuwa first but two died. So poleni sana man. Two died. Poleni sana wakiwa wadogo. Wakiwa wadogo. Pole sana. Pole sana. Okay. They also see you dance and stuff. I think they're also dancers, but wale wana dance wakijificha. Hawajapata courage bado. Bado wana courage. Yeah. But they see your work and they love it. Yeah. They love it. And I think also I'm inspiring one. She's following into your footsteps. Yeah. Nice. That is amazing. That is really, really, really nice. Okay. So you in Kisumu, mlikuwa mnaishi wapi? In Kisumu sahi niko Kisia. Yeah. That is where you've always lived? Hapo ndo sana niko. With your family? With my family. Nice. That is nice. That is amazing. So unakuja unashoot unarudi. Sasa zingine atafea na shindikana unapiga mguu. Ona viatu. Hiyo ni vya kazi bwana. Unapiga mguu. Na hiyo jua ya saa 7. Piga mguu. Just so you can deliver. So that I can just deliver. How consistently do you post? Daily. Na shoot ya wiki. Hiyo courage yenye niko nayo nimetoka nayo kwa nyumba. Nafika na hapa tao na shoot hata 14. Imenitosha kusukuma nayo wiki. So nikishamaliza kushoot na edit sasa ni daily. Ikiisha naendea stock tena. Unapiga stock hapo smart. Unaturushia pole pole. Yes. That is amazing, bro. That is amazing to see all the work you put in and how consistent you are. Do you also plan these things out? Ama we ni consistency tu, mambo ingine ijifanyie tu yenyewe? Mimi nikishatoka tu hivyo kwa nyumba. Naacha tu God sasa. Mwenye ameona kazi yangu iko sawa. Aniite. Of which that also works. Because your time una perform. Mtu anakuwa entertain mahali. Ukimaliza tu kushoot hivi anakuita. Bro, hebu kuja. Sikuja una advertise stuff. And I do it perfectly. After doing it, chukua hii ukunywe nayo maji. And hiyo ndio ni fair. Na pia ni a bit nachukua napelekea mama. Chukua hii. Jisaidia nayo. Bro, you have an incredible journey, because I look and see how you've defied all these odds and still identify that one thing you're very good at and pursue it. Hata kama because I know for a very long time haijakuwa ikikulipa yenye unaweza sema vizuri, right? For you to maintain all that consistency throughout your time, I decided it takes a lot. It takes a lot. Kukuwa hivyo disciplined. How do you position yourself? Because the end goal also is for you to be seen by someone who needs your services out there. Sindio? Unajiposition aje ndo hawa watu waweze kukupata? Just do a quality job. Just do a quality job. Your time una shoot, don't just entertain the crowd around you saizo. Shoot ukijua kuna mtu mahali ataona hii na itambamba. Na ikimbamba obvious atakucall. So don't just entertain people around you. Sawa. Now tukimalizia nataka kuongelea outfit yako, man. What inspired your Kaunda outfit? Because naangalianga hizo videos, and the one thing I keep telling myself is I can't picture you in any other outfit. Siku moja ukitokea una dance na sweatpant,
probably haita ni bamba venye Yeah. nikikuona una dance na kaunda yako na kofia, you know. Yeah. What inspired the outfit? The belt stuff. The belt. Obviously huwezi fanya na hii, huwezi fanya na any trouser. Inataka specific one. Okay. Vitu ukiona hata my first video haikuitoa poa. Yeah. My first video haikuitoa poa. So venye nilijaribu hii kaunda, naona inaivuruta juu vizuri. Akasema ndio sasa. Ndio hii. Do you have like different pairs ama ni moja tu ya job? Kaunda chiel. Ukimaliza job inaoshwa inakunjwa. Inakunjwa. Inaandikwa tu pass nyingine safi. Naona. Yeah. Naona uniform manze iko nini? So ndio imekuwa signature. Nini mtu mwingine akivaa na dunge kofia. People watajua ndio huyu hata amepika na si yeye. That is amazing, bro. You have an incredible story, an amazing journey of resilience, hard work, talent, and you fuse all these things so well and give out still. Despite everything hard, you still get the chance to make the world happy and to make someone laugh outside there. Na tukiongea uliniambia this also ni therapy kwa watu wengine. And it's also a therapy to you. How important is this to you, just seeing other people laugh and get entertained by your stuff? You feel you're doing something. Ukiperform tu na watu wakuangalia tu. Yani kuna tuma inakaa weird. Yani ni kama unajaibisha. Hata wewe unajishukushuku tu. Unasema kwani what's not happening? But the moment tu umeanza tu hivi. Watu wameanza kutoa masimu ni sasa ni kurecord tu. You feel you are doing something. Nice. Amazing, bro. We love your work. We are very big fans of your work. Ndio maana tumekuleta hapa leo, man, and we have been inspired by your story and your journey. I want you to take a moment to talk to maybe all those people who see you out there. Waambie ni nini unadai. Also take a moment to talk to that other person who looks up to you and says, I want to be an entertainer like Mr. Kisumu. Okay. Buangalie tu kamera waambie, man. First anza na watu wanakuona. Maybe all those people who you feel you should work with hapo nje, people who need your services, waambie exactly what they look forward to when working with you and stuff like that. Okay, first of all, to my fans, asanteni sana. Thank you for your support. Haingekuwa nini sasa ingekuwa Mr. Kisumu. And also for those people who have supported me from the beginning, thank you so much. And those who are looking up nini wenye wananiangalia inaitwaje? Looking up to me. Just have courage. Kwa tuna courage. Hii entertainment squad inataka courage. Without courage you cannot do it. Kwanza hii content ya comedy dance inataka courage. I think it's courage. Na wenye wanaweza taka services zangu, the number iko kwa bio yangu. Number ni tu hiyo moja. For wedding, entertainment, birthday parties, all those form of entertainment, I'm available. I'll make sure nimetandika hiyo show venye naitaka with the full energy you need. Of which mimi napenda sana ku deliver quality job. Of which time I perform, I'm sure I'm not performing kwa hiyo harusi peke yake. I'm also performing kwa wenye wanai watch. Absolutely. So just nifikie. I deliver for you the energetic work. Nice. Amazing. Unaitwaje kwa social media platform zote? My social media platform najita Mr. Kisumu. MR Kisumu. Everywhere. TikTok, Facebook. Everywhere. Nice. Sawa, man. Thank you so much for coming, man. Hii imekuwa episode 13 of the guest list. Thank you so much for keeping with us. You follow him, like, subscribe. Sisi pia hivyo. Follow, like, subscribe, and see you in the next.
Peace out.